Hivi wewe, mimi naitwa wapi? Sasa hivi umetoka kuniambia mimi nashika mabwana za watu wa wanaume wa watu, sasa hivi tena unanomba hela. Hebu acha nayo mambo bwana. Hebu wewe niongee, unajua kabisa miseli yako. Mimi nikiwaga fresh wewe ukiwa na jambo mimi nakushauri. Nashangaa tu hata mambo yako unavyoyaendekeza. Ni wewe tu. Mfanya hivyo basi. Basi sawa nitakutumia. Tumie kweli sana iwe kweli. Nakutumia. Wewe unakuaga hivyo hivyo baadaye. Poa baadaye. Haya. Ndio hivyo tu mwanangu. Unajua hizi kazi hizi tunazifanya. Tuendelee kuzizingatia ili tujue kitu gani tunafanya. Sawa. Kuna muda mtu anatamani hela zaidi, anatamani hela zaidi. Unajua? Sasa sikiza. Yule sister anateseka kinoma. Mwanangu, tufanye kitu ili mambo mengine yaweze kwenda sawa. Sister siku hizi amekuwa kama chizi yule. Mume wake anazingua kinoma yani. Na mtu pekee ninayemtegemea tulisuluhisha hili jambo ni wewe. Unajua nini? Yule mimi ni dada yangu kabisa kwa damu. Lakini sister ana matukio. Sister wangu dada Favor ana matukio. Bro, kama ungekuwa unajua, yani kama ungekuwa na namba ya mtu yoyote kule alipotoka hata ungesema upige simu waulize. Unakimbia wewe. Yaani mpaka yule sister mimi namuonea huruma. Yaani kama ulivyosema bora tu tumwambie. Kwa hiyo hapo cha kufanya mwanangu, ili tuokoe mtu mmoja asiweze kuzama, tumsaidie tu tulimalize hili swala iwe rahisi sana. Unajua kunapoelekea ni bora kama inawezekana tumfuate yule Dashania tumwambie. Hapo ndio wazo zuri, ndio maana kukubali mwanangu. Hilo swala umelimaliza, hapo unalimaliza kijanja. Hapa cha kufanya, tuondoke moja kwa moja mpaka kwake pale, tunamchana mambo yote. Tumchane. Mpaka mimi namuonea huruma anapata tabu kinoma. Yaani uje undugu usifanye, yaani undugu wetu sisi usifanye watu wengine wakapata tabu afunikana naona. Yaani kama namlea mwizi na mfuga. Wakati najua kabisa bora aende kama anafungwa fungwe watu wengine wawe na amani kuliko wamuue. Hilo jambo ndio lenyewe. Cha kufanya hapa twenzetu. Bora tukamwambie. Sasa hivi twende, yani hamna afu tukitoka ndo tutaenda zetu hivi. Twende tu mwanangu. Umefanya anazingua sana sister. Mnaenda naletea maji. Siendi. Unanituma maji mimi unanijua? Kamwite mara yako akupe maji. Blaza, mambo vipi? Karibuni. Asante. Sister, ile issue. Sister, unamjua huyu? Huyu simfahamu, namuonaga tu. Huyo ndo mdogo wake Favor. Yaani mdada anasumbua ndo mdogo wake. Ndio huyu. Yule Favor mimi ni dadangu kabisa. Yaani dadangu wa damu toka nitoke. Huko alipokuwa anaishi alishataka kuchomewa hadi nyumba. Amehangaika na watu, ashakaa lock up yule. Yaani mara nyingi kuliko maelezo. Kwa pale unavyomuona pale ameshindikana in short. Ameshindikana. Sio mara moja, tumemuokoa sana. Umenielewa? Ndio. Kwa hiyo ndio maana kwenye jambo lako hili siku ile nishindwe kujibu kitu chochote. Nikaona nilifanyie kazi. Ndiyo. Na tumezunguka sana rafiki yangu, tumechunguza hili swala. Tumekuja kugundua bwana, wewe mwamba anazingua kweli. Yupo naye na wanaspendi kinoma yani. Kila sehemu wapo, kila viwanja wapo. Kiukweli ile swala linanitesa sana. Yaani linaniumiza. Unajua mwanamume mtu leo toka naye mbali afu mwanamke mwingine anakuja kuchukulia tu kiasara. Unajua leo inauma. Mimi niko tayari kukupeleka. Naombeni mnisaidie jamani. Yaani mimi niko tayari kutokana na tabia za sister wangu. Mimi mwenyewe nimechoka, yani nimechoka. Yaani nitashukuru kabisa. Niko tayari. Kwa hiyo wewe limeisha wala hata usijali. Basi tutawasiliana. Poa sister. Mimi utanipigia namba yangu sio? Haina shida. Poa. Kulikoni? Mbona kama vile umechoka? Unajua shemeji yako sasa hivi amebadilika, yani amekuwa mtu ajabu. Sasa hivi halali nyumbani. Na nimesikia kuna mwanamke anatembea naye, msichana mdogo anaitwa Favor, ndio analala huko. Tena. Mimi nilikwambia dadangu, wewe sio mwanaume. Unaona sasa hivi kakutafutia hadi akina Favor sijui ndio akina nani. Mke wa pili tena.
Sasa kwa nini unanicheka? Nimecheka kwa sababu ni mwanaume ambaye ulikuwa umemganda na nilikwambia yule sio mwanaume. Haya ndo matokeo. Kwa hapo unanishauri nini? Mimi nilikwambia achana naye, taki hata kunielewa. Bora Shem nilivyokuona. Shem, mimi na matatizo. Hivi unajua mwenzio kabadilika sana. Sasa mimi sina mengi kwa sababu pikipiki mimi ndio nilokuja kumuombea. Sawa? Nachoomba shemeji yangu, naomba umpokonye ile pikipiki. Pikipiki inanifanya mimi mwanamume sasa hivi halali ndani. Yaani ananidharau, ananiona mimi kama anioni mimi kama chochote. Kwa sababu pikipiki ndio inomfanya yeye awe vile. Na kuomba shemeji yangu, niko chini ya miguu yako. Okay, sawa shemeji. Nakuelewa. Asante. Asante. Sasa mimi ni wapi? Pole sana kwa matatizo unayokutana nayo dadangu. Yaani mdogo wangu, ni bora anyang'anywe pikipiki. Kidogo akili yake itamkaa sawa. Ni bora anyang'anywe pikipiki tushinde na njaa kama zamani tulikuwa tunashinda na njaa. Wewe sister. Wewe sister Favor. Sister. Abe. Njoo bwana. Kakako niko hapa. Mbona kama hivyo? Nakuja. Mbona ugeni? Huyu ndio Favor mwenyewe? Ndio yeye. Kwa hiyo mtoto mdogo kama huyu anaweza kunichukulia mimi mume wangu? Kwanza mume wangu yuko wapi? Kuna geni hapa. Wewe umefuata nini hapa? Nimekufuata wewe tuondoke nyumbani. Wewe nilikwambiaje masuala ya kunifuatafuata? Kwa hiyo mimi kukufuata tuondoke nyumbani ni vibaya? Nimeshakwambia mara kadha wa kadha usipende kunifuatafuata. Umeanza kunifuatafuata kijiweni, nimekukataza. Sasa hivi umeamua bwana unifuate mpaka kwa ua langu. Unataka nini wewe? Nakutaka wewe, unafikiri nitataka nini zaidi hapo? Wewe ndo mume wangu, nakutaka turudi nyumbani. Una siku ngapi hujarudi nyumbani wewe? Una wiki nzima nyumbani hauonekani. Simu nikikupigia upokei, unanichanganya. Mimi sielewi chochote kuhusu wewe. Jiangalie wewe kuanzia juu mpaka chini. Alafu muangalie na mpenzi wangu kuanzia juu mpaka chini. Hivi mnaendana? Unasema? Hapa ndio kwangu. Kwa hiyo wewe mtu mzima ulokosa aibu, unasema hapa ni nyumbani kwako kwa huyu mtoto mdogo ambaye hata hajui kuoga huyu? Unanitusi? Nenda katafute watu wazima enzie. Niache. Kwa hiyo unanijibu mimi dharau kwa sababu ya huyu mtoto mdogo? Hili ndo ua langu. Na kuanzia sasa umeyakanyaga. Kwa sababu hutakaa katika maisha yako
unione mimi nakuja tena kwako. Unanidhalilisha mimi mbele za watu wote kwa sababu ya huyu mtoto. Alafu chunga mdomo wako. Sijui unanielewa? Kwanza naomba mtoke kwangu. Naomba tokeni. Ninasema tokeni. Babe, mtende ndani. Ila Sister Favor, hicho kitu unachokifanya hata mzee akijua, wewe haupo kwenye familia. Nisikize nikwambie. Wewe ni kakaangu, tumetoka tumbo hela moja. Hayo mambo mengine ya kuhusu naomba uniachie. Nakwambia tena, hii dunia na itakufunza. Kuwa hivyo hivyo kama punda wa dobi, utakuja kuamini. Shania, 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 Shania. Ah, nimepata nini dada huyu jameni? Ah, Shania. Shania, vipi sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri. Ah, pole sana. Asante. Hivi waga una shida gani? Maana nimekuta pale babani umedondoka sehemu hatarishi. Shida gani ambayo inakusumbua? Changamoto tu za duniani kaka. Changamoto zipi hizo? Nitamani hata kidogo ataniambia hata kidogo nijue changamoto zako ambazo zinakusumbua. Bwana, itakuwa mapema kukuambia hayo. Kwani unataka changamoto zako nizijue? Ila sawa, hamna shida. Yaani unaweza kupumzika hapa au kama tuna hali iko nzuri, unaweza kurejea nyumbani. Kwa sababu msaada wangu nimetoa, nimekufikisha paka hapa, maana ile sehemu ilikuwa inatarishi sana. Ila sipendi kupata maji kidogo kwanza unywe. Kwa sababu umesema unaondoka, hebu subia nimpigie bajaji aje kuchukue hapa nyumbani.
chanzo ni bodaboda, 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 chanzo ni bodaboda. Chozi la kupenda yaliendi bure yo, yo. Chozi la kupenda yaliendi bure yo, yo. Kakuvumilia Shania, kakuvumilia, kakuvumilia mtoto, kakuvumilia. Kapata pesa Feva ukamchukua, akalialia Rama katiania. Chanzo ni bodaboda, chanzo ni bodaboda, chanzo ni bodaboda, chanzo ni